pale nasema Ruto aokoa Kuria. Ni mambo ambayo nakumbuka jana tulizungumzia kuhusiana na wabunge kutoka eneo la Bonde la Ufa ambao walikuwa wamesema kwamba iwapo Kuria hata achana na suala la kuleta nchini mahindi saa ya GMO magunia milioni 10, basi wataanzisha mchakato wa kumuondoa mamlakani, wakitishia kwamba labda atakuwa waziri ambaye atakuwa amehudumu kwa muda mchache kabisa. Pale nasema kwamba wabunge wa Rift Valley waliotishia kutimua waziri wa biashara kuhusu GMO wapigwa breki kutoka juu. Upande wa kulia pale, baada ya ile picha yake Moses Kuria akiwa ameshika tama, nasema washauri wa rais wapigia simu baadhi ya wabunge ambao Jumanne walitoa vitisho dhidi ya Kuria kuhusu mpango wa kuagiza mahindi ya GMO. Wabunge hao wamefichua kuagizwa kukoma kuchukua misimamo mikali kuhusu suala hilo. Ni taarifa zima ambayo utaisoma kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Leo. Nikiachana na suala hilo, nirudi juu kidogo ambapo wanasema kwamba Cherera 4 waachwa mataani. Anasema kwamba wabunge wa Azimio waacha makamishna wa IEBC kivyao. Nakumbuka kwamba hiyo jana katika ile kamati ya sheria ya bunge, the Justice and Legal Affairs Committee, kulikuwa na mkutano ili kusikiza miswada ambayo ilikuwa imefikishwa mbele yake kuhusiana na makosa ya wale makamishna wanne, ambapo the minority whip Junet Mohamed aliteta pale, akasema kwamba angependa mchakato mzima usitishwe, lakini mchakato ule uliendelea, kitu ambacho kilisababisha wale wabunge ambao ni wa Azimio la Umoja wa Kenya na ambao wako katika ile kamati kuondoka pale. Kumbuka ni kikao ambacho pia kilihudhuriwa na vinara wa Azimio la Umoja wa Kenya. Upande wa kulia kidogo inasema Raila aandaa kongamano kuzima uasi. Ni swala ambalo sitaliangazia sana kwa sababu mwenzangu aliangazia katika gazeti la hapo awali, akisema kwamba kinara wa Azimio kushauriana na magavana mjini Naivasha hii leo. Utasoma katika ukurasa wa 3 pale. Kuachana na swala hilo, kumbuka kwamba wakati hilo linaendelea, wa hivi karibuni kutangaza kwamba amejiondoa katika ule muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya ni aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya, ambaye alisema kwamba sasa hatishwi, ataondoka liwalo na liwe. Tukienda upande wa chini kabisa wa gazeti hili la Taifa Leo, pale katikati kuna mchezaji ambaye amevaa jezi ya rangi nyekundu pamoja na kijani kibichi. Pale title inasema kwamba Kameruni yazimwa na mwana wake. Sitalizungumzia zaidi kwa sababu niliangalia katika gazeti la The Standard kuhusiana na mchezaji Embolo ambaye ni mzawa wa Cameroon, lakini ambaye ni mchezaji wa timu ya Uswizi ambaye alikuwa chanzo ama ndiye aliyefunga bao ambalo lilikuwa la ushindi kati ya timu ya Cameroon pamoja na timu ya Uswizi. Upande wa kushoto nasema niliwekelewa bunduki kutaja mshindi. Afisa wa polisi afisa wa IEBC anasema kwamba alishinikizwa na vijana waliokuwa na silaha kutangaza mshindi wa ugavana. Kumbuka kesi tofauti zinaendelea katika mahakama tofauti za county kuhusiana na uchaguzi ambazo zilifanyika Agosti 9, kwamba wengine wakitoa ushahidi na huyu ni mmoja wa wale ambao walikuwa wanatoa ushahidi. Kando kidogo inasema wakulima wa